Ndoa nyingi leo zinapigana vita ambazo hawakuwahi kuchagua. Wanapendana mchana lakini wanachukiana usiku. Si kawaida, kuna kitu kimeamliwa rohoni. John na Rehema walipendana sana, harusi yao ilikuwa ya furaha. Kila mtu aliamini ni ndoa ya ndoto. Lakini hakuna aliyefahamu ndoa hiyo ilikuwa tayari imeandikiwa vita. Baada ya miezi michache, maneno yakawa vita, kimya kikawa adui, hasira zikazaliwa bila sababu. Hakukuwa na uzinzi, hakukuwa na tatizo la pesa, lakini kulikuwa na nguvu isiyoonekana. Usiku mmoja, John akaota ndoto. Aliona wazee wamekaa kuzunguka moto wakilitaja jina la ndoa yake. Sauti ikasema, hii ndoa haitadumu. Akaamka akiwa na hofu. Baadaye aligundua ukweli mchungu. Familia yao ilikuwa na madhabahu ya kale ya damu iliyokuwa inapinga ndoa zenye amani. Kila ndoa ililipa gharama. John na Rehema wakaamua kupigana, sio kwa ugomvi, sio kwa lawama. Kwa maombi walivunja madhabahu, walikatiza sauti za damu, walirudisha amani yao. Leo hii ndoa yao imesimama kwa sababu walielewa jambo moja: usipigane na mwenzi wako, pambana na madhabahu. Je, ndoa yako inapigana na mtu? Walizani vita imeisha baada ya madhabahu kuvunjwa. Lakini hawakujua kuna madhabahu zilipovunjwa za sauti za kale huamka. Baada ya maombi, ndoto ziliongezeka, uchovu bila kazi, hasira za ghafla. Rehema alianza kusikia sauti, mtu ananong'ona jina lake usiku. Katika maombi, sauti ikasema, madhabahu imevunja, lakini agano bado lipo. Kulikuwapo agano la damu lililofungwa kizazi hadi kizazi. Walipoanza kukata agano hilo, shida ziliongezeka, kazi ziliteteleka, afya zikaanza kuyumba. Lakini walijifunza ukweli mmoja: upinzani mkubwa ni ishara ya ukombozi ulio karibu. Usiku mmoja waliinua sauti zao pamoja, walikatiza damu kwa damu ya Yesu, walifunga milango ya kale, walirudisha mamlaka yao, na hapo ndipo kimya kiliporudi. Sio kila vita inaonekana, sio kila adui ana sura, lakini kila sauti inayokupinga rohoni ina jina na ina mwisho. Je, umevunja madhabahu lakini bado unasikia sauti? Endelea kufuatilia episode itakayofuata. Baada ya sauti kunyamaza, kimya kikaja, lakini si kila kimya ni amani. Kuna kimya kinachotangulia mapambano ya mwisho. John alihisi jambo lisilo la kawaida. Usiku huo John akaota tena. Alijikuta amesimama mpakani kati ya mwanga na giza. Mbele yake kulikuwa na maandishi ya damu: agano halijafutwa. Akaamka akiwa anatetemeka. Katika maombi ya kina, ukweli ukafunuliwa: agano hilo halikuwa la wazee tu, lilithibitishwa wakati damu ilipomwagika kimya kimya, na bila kujua familia iliendelea kulipa deni. Ilibidi wachague kubaki kimya na kulipa gharama, na kusimama na kuvunja agano kwa gharama yoyote. Rehema alisema kwa sauti ya damu, leo tunatoka kwenye mipaka hii. Walipokata hilo agano, kulikuwa na upinzani mkali, ndoto nzito, shinikizo lisilo la kawaida, lakini sauti moja: tukakata kwa damu ya Yesu. Na hapo ndipo mizizi iling'olewa. Asubuhi alipofika, hewa ilikuwa nyepesi, nyumba ilikuwa na amani. Kwa mara ya kwanza walihisi mipaka ya agano la giza imefutwa. Lakini je, safari ilikuwa imeisha? Baada ya agano kuvunjwa, hawakutarajia dalili mpya. Rehema alianza kuona damu kwenye ndoto. Sio damu ya majeraha, bali damu inayosema. Kila tone lilipodondoka, kulikuwa na sauti ikisema,
Haki haijalipwa. Sauti haikuwa ya giza tu, ilikuwa sauti ya kilio. John akaanza kuelewa damu inaweza kulia. Katika maombi ya kina, ufunuo ukaja. Damu ile haikuwa ya wachawi, ilikuwa damu ya mtu asiye na hatia iliyomwagika zamani bila haki, na damu hiyo ilikuwa ikidai sauti. Walijifunza ukweli huu: damu inahitaji damu, lakini si damu yoyote ila damu ya Yesu. Walipoinua sauti zao, tunanyunyiza damu ya Yesu juu ya damu yote inayolia. Kilio kikaanza kupungua. Usiku huo hakukuwa na ndoto, hakukuwa na sauti, hakukuwa na kivuli. Kwa mara ya kwanza damu ilinyamaza, lakini kulibaki swali moja: je, haki ilikuwa imelipwa? Kila damu inayolia huacha alama, na alama hizo ndizo huamua hatima ya kizazi. Mwisho haujafika bado. Asubuhi ilifika tofauti. Hakukuwa na mzigo moyoni, hakukuwa na hofu isiyoelezeka. Kulikuwa na amani, sio amani ya maneno, amani ya rohoni. Mahusiano yakaanza kupona, mazungumzo yakarudi, tabasamu likawa rahisi. Kile kilichokuwa kigumu jana leo kilikuwa chepesi. Pale mizizi ilipong'olewa, matunda yakaanza kuonekana. John alisema kwa sauti ya shukrani, hatukubadilisha ndoa, tulibadilisha msingi. Rehema akaongeza, tulipoacha kupigana sisi kwa sisi, ndipo tuliposhinda vita. Sio kila shida ni ya tabia, sio kila mgogoro ni wa maneno. Baadhi ya mapambano yanahitaji ufunuo, si mabishano. Na pale ufunuo unaponya, njia ya amani hufika. Kama unapitia vita isiyoelezeka, kama mahusiano yako yanavuja bila sababu, usijiulize sana ni nani. Jiulize ni nini kinacholeta mateso. Kila sauti ina mwisho, kila agano lina kikomo, na kila giza lina alfajiri. Amani ilirejea. Swali ni moja tu: je, uko tayari kuikubali amani yako? Baki nami, subscribe, share, comment ili uendelee kujifunza kuhusu madhabahu na ndoa. Barikiwa sana.